patriotic and they mean well for this country. And in our formation, they have a place, a very strong place, ambaye watashiriki sana na uamuzi vile Kenya itaka, they will be part of it. Mambo ya taxation, we are taxing Kenyans. Niliona John Badi pale ameenda bunge la wananchi jana akisema hakuna ingine itakuweko, lakini ukweli ni kwamba NSSF imeongezwa. Jua ile tu ni kuongea, wanaongea. Tumeona finance bill imeletwa through the back door. Imeletwa through the back door. Na watu wanaendelea kuwa overtax. Sisi tumesema Mwenyezi Mungu akitusaidia tukifaulu, na tutafaulu, hii housing levy tutaondoa, kwa sababu sio kazi ya serikali kujenga manyumba. Kazi ya serikali ni kujenga barabara, kuweka maji, kuweka stima, kuleta usalama na kuleta environment nzuri ya wawekezaji kuleta mali yao Kenya. So housing levy will do away with it. Hizo manyumba tupatie kama ni county governments, and kila mtu aende ajenge nyumba yake, kwa sababu inatakana namna hiyo. You cannot kill the goose that lays the golden egg. Hao watu ya payslip, wafanyikazi wa serikali na wale wa private sector, wameumizwa sana. Na hii uchumi umezoroteka kwa sababu hawana purchasing power. Na kitu ya kwanza tutafanya ni kurudisha heshima ya payslip, na kurudishia wafanyikazi wote heshima yao, na kulegeza payslip yao. Kwa sababu payslip yao ikikaa sawa sawa, wakiwa na mapato, ndio wanainua uchumi. Wanaandika watu, wanajenga nyumba, wananunua shamba. So saa ile umewaua kwa kuchukua pesa yao yote, ndio uchumi wa Kenya umekwama. Sisi tutafaulu kwa sababu Wakenya ni wengi, na nikisikiza Wakenya wamechoka vile Kenya inaendeshwa, hawapendi. Nimeona rais akijibika kifua pale, mimi sina mshindani, wale watoe sera, hiyo anaongea tu. Bila anaongea ndio watu ya Uhuru na Raila walikuwa wanaongea at that time. Tuko na system, tuko na deep state, CD nini, hiyo aongee tu. Lakini sisi tunaongea na Wakenya na tunawasikiza. Na hii serikali tutaunda, na ni ombi langu watu wa Mlembe wakuwe ndani ya hii serikali. Na hawana sababu ya kuwa nje, kwa sababu their numbers automatically gives them a ticket to be in government directly without a broker. Unless kama wataki, sisi hatuwezi lazimisha hao. Once they unite 5 to 6 million votes to get, na ile tutakubaliana na hawa, maneno imeisha, finished. A game involving a united Mulembe nation, it's over. That is the truth. And it's upon the Mulembe nation to wake up and make a conscious decision to come to government directly. Why do they need to go through a third party? Why? With their numbers, these numbers must count. It's so sad that a community as large as Western region inapata mabaki ya kuonewa huruma na watu wengine. President Ruto akiona huruma anawapatia babu na mababu. Raila akionea nyinyi huruma anapatia nyinyi oparanya. Why should the community be a beneficial? Community needs to come to government directly and negotiate its rightful place. And you have the numbers. And numbers don't lie. These numbers must be meaningful. They must make sense. It is very, very sad and unfortunate that the people of Western Kenya continues to be a beneficiary of pity and magnanimity. Ati wanaonewa huruma, wanatupiwa hii, nini. What? Why? Unite as a people. Come and talk to the rest of Kenyans and take your rightful place in the governance structure of this country, dictated by your numbers, because politics is mathematics. Ni hesabu, and there is no other formula, ndugu yangu. It's so simple. I don't know whether you see it, the people of Western. You guys, this government is yours for what to take. It's up to you if you want.
But if you want mkae pale mngojee Raila atupie nyinyi mabaki, sawa. Mkitaka mngojee pale Ruto atupie nyinyi mabaki, ni sawa. There's nothing we can do. But if you decide to work with us, the Mountain, the Mulembe Nation and others together, mtakuwa pale and you say what you want. You put your numbers on the table and say these are our numbers. From these numbers, this is what we want. And we form the government together na tuendelee. Tuangazie masuala haya ya uchaguzi. Kumbuka kuna mwamuzi ambaye atatoa uamuzi ambaye ni tume ya mipaka na uchaguzi IEBC. Na je, unaamini kwamba watatoa uamuzi ambao ni wa kuridhisha na wa kuaminika? Yes. Kwa sababu tumesikia sauti za baadhi ya wabunge wanasema kwamba hata kura zisipojaa watajaza. Hiyo wanaongea karibu namna hiyo. Wacha nimwambie, watu wakiwa kwa serikali wako na maringo mingi sana. There's a lot of arrogance. Hiyo maneno tulisikia in the last election. Tuseme Mheshimiwa Rigathi, pia wewe ukiwa kwa serikali ulikuwa na maringo mingi. Hapana, mimi naongeaga ukweli. I'm not arrogant. I'm a very humble man. I speak my truth the way it is. Hii kusema tu wataongeza kura, wataongezea wapi? Hii kura inapigwa na kuhesabiwa kwa polling station. It's not possible kuongeza hiyo kura. I want to assure you. Na sisi President William Ruto alishinda na kula 200,000. Our strategy sisi ni kusanya kula 15,000,000. Na tunataka gap ya karibu 5-6 million. So that hakuna hata mtu ataenda Supreme Court. It's not necessary. We are going to have a 202 moment. 202 moment. And Mulembe Nation was part of 202. I am very positive and very optimistic that Mulembe Nation will be part of the winning team. And you have nothing to lose by being united, by speaking in one voice, and claiming your rightful place on the decision-making table as a people, directly, not through anybody else. And mimi sijui mambo mingi sana, lakini nimekuweko. 1992 nilikuweko, 97 nilikuweko, 2002 nilikuweko, 2007 nilikuweko, 2013 nilikuweko, 2017 nilikuweko, 2022 nilikuweko. I've never gone on the losing side. Mungu amenisaidia, niko na kipawa cha kupima siasa ya Kenya and to align myself with the Kenyans and the winning team. The team Rigathi Gachagua will be na watu yake ya Mlima, as it has happened in the last 5 elections. That will be the winning team. It is my prayer and desire that Mulembe Nation joins us in the winning team. And the Mulembe Nation joining us in the winning team makes the whole thing very easy. Extremely easy. Especially if they agree to come as one, united, as a block. And the Mulembe people will be very happy for a long time. Aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta ako katika hiyo timu ya Rigathi namba 2, mlipatana kwa sababu wakati wa kampeni? Uhuru Kenyatta ni mzee wetu. Okay. Na tuongeage juu yake. Najua kwetu tuko na heshima sana. That's our elder. So third president. We don't discuss him because it's not right. Ours ni kumpenda na kumtakia retirement nzuri. And when we need advice, tunauliza yeye ushauri. Na tunataka apewe nafasi afanye kazi yake, apumzike, atupatie mashauri tukitaka. Hata tupatie mashauri. Wakati wa Mheshimiwa Rigathi ulisema ya kwamba mlipata serikali kama haina kitu chochote, ndio mkaweka njia ya kutafuta ushuru hapa na pale ili tupate pesa ya kujenga nchi yetu. Inakuacha ufisadi inakuwa mingi. Sasa hiyo ndio swali. Ndio hiyo iniletea mimi matatizo, kwa sababu mambo ya ufisadi nilikataa. Hiyo ya kuchukua kila kitu, mambo ya Adani, mambo ya SHA inatakana iweke 104 billion Kenya shillings ya kununua system mpya. Hiyo ni ufisadi na mimi siwezi kubaliana naye. Ndio mimi nasema kuna mambo ambayo siwezi kubali. Mheshimiwa Rigathi, mlipochukua serikali mlisema kwamba fedha zilikuwa zimeibiwa, mambo yalikuwa yamesambaratika, lakini baadaye pale mbele tukaona mikakati ya kufufua uchumi, ikiwemo kupeana mbolea kwa wakulima,
ikiwemo kuelezea kwamba hali ni sawa kulingana na statistics ambazo zimeweza kutolewa katika siku za hivi karibuni. Inasemekana kwamba inflation iliweza kurudi chini kutoka 6.9 hadi 3%. Hiyo ni 50% down. Then kuna baadhi ya wengine wanasema kwamba kile ambacho rais wa sasa amefanya imeshinda hata ile Kibaki alifanya. Huoni kwamba mambo inazidi kuwa mazuri hapa mbeleni? Kusema ukweli, ukitaka kujua kama uchumi unaendelea mzuri, hapana fuata hizo statistics ya inflation na economic growth. Uliza tu wananchi. Njia ya kupima uchumi ni uliza wananchi. Wakati ya Rais Mwai Kibaki, wananchi wote walisema uchumi iko sawa. The best indicator ya uchumi ni raia, cost of living and purchasing power. Saa hii uliza mwananchi wote kama uchumi iko sawa au hapana. Nyinyi mnauliza maswali. That is the answer. Number 2, ni kukosea Rais Mwai Kibaki heshima kujaribu kulinganisha yeye na utawala wa William Ruto. Mwai Kibaki alijenga nchi hii, akajenga uchumi wa nchi hii, kila mtu akakuwa na pesa. Alipeana masomo ya bure within 3 months alipochukua ushukani, na ndio imetufikisha pale tumefikisha kwa masomo yetu. Akafungua university yote. Hii maneno ya simu, kabla Mwai Kibaki achukue hii simu ilikuwa 200,000. Mwai Kibaki ndio alifungua na kupanua mambo ya simu ya mawasiliano. Kila Mkenya sasa ako na simu, anaweza ongea na wewe. Mambo ya M-Pesa ililetwa na Rais Mwai Kibaki ya kurahisisha vile ya watu wanafanya biashara na vile wanafanya transaction. Mwai Kibaki ndiye alijenga bypasses, ambayo hizo bypasses ikafungua Nairobi na majumba ikajengwa. Na hiyo ndio njia ya kujenga manyumba. Njia ya kujenga manyumba hapana serikali kujenga manyumba, hapana. Wewe fungua barabara, weka stima na maji, manyumba itajilete yenyewe. Sasa kusema ati kazi ya Rais William Ruto ya miaka 2 na shida ya Mwai Kibaki, hata sitaki kusema chochote, kwa sababu ni kukosa heshima kwa Rais Mwai Kibaki, kwa sababu kazi alifanya inaonekana. Wa leo uliza watu ni kazi gani imefanyika na utashangaa. Mheshimiwa Rigiji, wewe ni rafiki ya watu wa mkoa wa Magharibi, umekaa huko, umefanya kazi huko, umetembea huko. Ulipokuwa naibu rais kwa miaka tuseme karibu 2, apart from shares, nini ulisukuma kusema ya kwamba hii iende watu wa mkoa wa Magharibi? Number 2, kama ulikuwa rafiki wa watu wa mkoa wa Magharibi, mbona nafasi ulipewa 8 za mawaziri, mkoa wa Magharibi amepewa 2, haukuwapatia hata moja kama rafiki? Sasa hiyo ndio shida, nasema mnataka kupitia kwa mtu mwingine ndio mpate, kujani direct. Siwezi wapatia ile mimi nimenegotiate, kwa sababu hawa walikuwa na watu ya kunegotiate hawa. Sasa mimi ningechukua ile nimenegotiate watu yake na wapatia namna gani, na iko watu wao na iko kwanza yao nimeandikwa. Hiyo siwezi. Number 2, mimi niliunga mkono mambo ya deni ya sukari almost 118 billion, na ilikuja kwa kamati yangu ya baraza la mawaziri, na hiyo ilikuwa isaidie watu ya Western. Na mambo pia ya majani chai, najua tuko na majani chai pale pande ya Vihiga, na mambo pia ya kahawa, tuko na kahawa pale Bungoma. Kuna marekebisho ulifanya kubwa sana ambayo imesaidia kiasi fulani, na hiyo ni njia moja nilikuwa nasaidia Mkenya wote, lakini watu ya Magharibi pia pale wakapata kufaidika. Lakini sikupata nafasi ya kutosha, sababu miaka 2 ni kidogo sana. Uongozi wangu ulikatwa kabla sijaendelea sana. Another day tukipata nafasi tutakuwa na nafasi ya kusaidia na watu ya Magharibi, na hasa kama tutapata nafasi ya kuunda serikali pamoja, tukiwa tumetembea pamoja kutoka day 1. Vijana kabla hajauliza, vijana wa Gen Z wanauliza Mheshimiwa Rigiji, ni vijana tu wa mlima ambao utazunguka na wao wakikuja wa Munyoro, ama hata vijana wa Western wanaweza? Hata Western watakuja. Niko unajua, hata mimi nilikuwa nimeongea na watu yangu nitoe mwelekeo ya kisiasa tariki 31 Januari. Ikakuwa ngumu kwa sababu watu wale wanataka kuja kuniona kuchangia ni wengi sana, kukiweko watu ya Western. Hivi karibuni kuna delegation inakuja kutoka Western watakuja ndio tuongee na niwasikize na pia nipate maoni yao.
Kwa hivyo hata hii nimesema nitaongea tarehe 9, hiyo tu nitakuwa naongea na watu ya nyumbani, sio Kenya nzima, nitaongea na watu ya nyumbani. Unajua ukitaka hii siasa kupanga mzuri, unakwanza unapanga nyumbani, ukishamaliza unaenda sasa unakaa chini na watu ya Mlebe, unakaa na watu ya Ukambani, unakaa na watu ya Kisii, unakaa na watu ya Kuria. Na mimi nimeambia viongozi kila mtu apange kwake vizuri. Tukishapanga sasa tunaanza kuzungumziana. So tarehe 9 mimi nitaongelesha watu ya Mlima, nimwambie vile nimeona, vile nafikiria, tusikizane. Nikishamaliza niongee na watu ya Mlebe, niongee na wengine, alafu sasa nitoe taarifa ya Kenya nzima vile nimeona na nimeshauriwa na wananchi, tunaweza tembea pamoja. Kuna baadhi ya maswali ambayo yanaulizwa na wasikilizaji wetu. Uliza Rigiji, ilikuwa policy ya kufire all lawyers at the party when Malala was ejected, akiacha tu viongozi wawili. Je, ni crime Muluya kuwa kwa UDA? Number 2, Didmas amesikika akisema kwamba huenda ukaitwa back kwa chama cha UDA ikiwa utarekebika na vile vile hata upewe ambassadorial job. Utakubaliana na hilo? Then narrative ya one term president, wengi wanasema kwamba ni vigumu zaidi kumuondoa rais aliye mamlakani haswa katika bara hili la Afrika. Mheshimiwa Rigiji. One, ilikuwa makosa sana kumtoa Cleophas Malala. Cleophas Malala alipanua UDA ikajulikana sana, na alipata matatizo alipoanza kusema watu ya magharibi wanafinywa na wanatakiwa wapate haki yao, na kuanza kusema na kufuatilia hii share agreement ya kwamba watu ya magharibi pia wapate maendeleo vile inatakikana. Siku Cleophas Malala alifurushwa, mimi nilikuwa nimekataa. Walipojua nitaenda pale kukataa, wakafanya saa 11 kabla sijaamuka. By the time watu yangu wamefika pale saa 1 asubuhi, tukakuta Cleophas Malala ametolewa. Lakini hakuna shida, Cleophas Malala tutafanya na yeye kazi. Ni kijana ya maana sana katika uongozi wa nchi hii, katika uongozi wa Western Kenya, na angali yako na nguvu na maono ya maana sana, na tutafanya kazi na yeye na atakuwa na nafasi nyingine. Ni kweli alipoondolewa pale kwa UDA, watu ya Mlembe walifurushwa, na ni makosa sana, kwa sababu hata kama walikuwa wanasema Malala ni kichwa ngumu kwa sababu anauliza maswali mambo ya watu ya magharibi, wangewacha wale wengine wakae. Na hiyo ndio maneno anasema sasa, msikuwe watu ya kupitia mtu mwingine ya katikati, mkuje direct. Mambo ya hiyo kijana alizungumza ati wakinihitaji wataniita, hiyo tu ni vijana tu wako na maringo na mazungumzo ambayo haifai. Mimi hapana rika ya hiyo kijana. Mimi ni kiongozi wa kitaifa na niko na wafuasi mamilioni ya watu, na kusema ati wataniita wakinihitaji, kwanza wamekwama. Unajua hii mlima yote imeenda. Walikuwa wamesema ati wakinitoa ati ni wiki 2 watu watasahau sijui nini. Mlima yote imetoka, imeenda. They are very frustrated. Na ndio uliona rais amekasirika sana akiwa pale Western na kunitukana na kuniingilia na kusema mimi ni mkabila. Na ningetaka nyinyi muende mtafute list ya CEOs wale wamepewa parastatus, muone ni watu ya jamii gani. Mimi hakuna mtu niteua kwa serikali. Mimi I had no capacity ya kupractice tribalism. Mtu ambaye hako na capacity ya kupractice tribalism ni rais, kwa sababu ndio appointing authority. Sasa kama anasema mimi ni mkabila, ile CEOs yote ya parastatus karibu 60 sio watu yangu, watu yake. Sasa akiongea mambo ya tribalism, angalie vile CEOs amepeana kwa mambo ya watu yake, ndio amepeana. So sitaki nijibu hao vijana na siwezi jibizana na hawa. Mimi ni kiongozi wa kitaifa, mimi niko na siasa zangu, au wafanye siasa yao, wangangane kwa hali yao, kwa nafasi yao, tukutane kwa debe. Kusema ati rais hawezi shindwa one term, imefanyika Botswana, imefanyika wapi? I mean, the history, just look at what is happening in Africa. And in any case, it's 2.5 years from now. It's not far. In fact, mwaka tu ya kupanga ni hii tu ya 25. Fika 26 ni kutaramuka, tukielekea kwa debe. So wacha tungoje tuone vile watu wanasema, vile wanaringa, vile wanatisha wengine, lakini watu wanakutana kwa debe, lakini wenye kuamua ni watu ya Kenya. And tulisikia hiyo maneno wakati the last election. Serikali haiwezi shindwa, sijui system, sijui deep state, hiyo maneno yote tulisikia, lakini matokeo ilikuwa tofauti. So mimi sina wasiwasi, nasikiza wa Kenya,
and I know what majority of Kenyans are saying, and I know the way they'll vote. I know the way Gen Zs will vote, the payslip holders. Watu wengi sana nimesikia vile wanataka, na mimi nimekuambia mimi siadagi pahali ya kuanguka. I don't. I am a very, very calculated political scientist. That's what I studied at the university. I studied political science. I have extensive experience in the politics of this country, and I don't make mistakes. I am very careful, and where I'll be is where the government will be. That I want to assure you. Mheshimiwa, maswali mawili. Swali la kwanza, inasemekana ya kwamba labda ungekuwa na chama chako cha kisiasa mambo yangekuwa tofauti. Yeah, kabisa. Ni kweli. Je, labda huo ndio msukumo ambao uko nao wakati? Yes, hiyo ndio maoni ya watu wengi. Ni kweli tulienda kwa harusi na gari ya mwingine akatuchenga. Hiyo tumelana bitter lesson, and the mistake is mine, and nikubali makosa ni yangu, because mimi nilikuwa mwaminifu sana, nikakuwa Mkristo, nikaamini President William Ruto, lakini yeye hakuwa forthright, alituchenga. So another day kwetu wanasemanga kufanya makosa sio mbaya, ubaya ni kurudia. We'll be more careful, and I am listening to people. They are telling me what we need to do. Another time hatutajipata katika ile nafasi tuko nayo saa hii, so tutapanga vizuri. Swali la pili, Mheshimiwa, inasemekana kuwa pia vyama vya kisiasa is for the highest bidder. Wakati unatarajia kutengeneza chama chako, labda unaweza kuongea kuhusu hilo jambo. Swali lingine ni kuhusu prophecy ya Elijah Masinde. Juzi alisema kwamba kuna prophecy kiti cha urais from the Lake region. Labda una maoni yako? Bila kuongezea, kuna swali msikilizaji anauliza, umesema kwamba baadhi ya viongozi kutoka Luhyaland ni waoga, hawezi kumface rights, na kumuuliza, je, wale ambao unashirikiana nao kutoka Western unaona kwamba wako sawa, wanaweza face mtu na kuweka mambo mezani? No, I've listened to some strong leaders from Western. Senator Otosi is a very strong guy. Huyu Sifuna, they are leaders who are also strong. I didn't say all of them. Quite a number of leaders from tuko na Eugene Wamalwa, kiongozi wa maana, anatembea kiongozi wa maana. Huyu Cleophas Malala, Ososi nimemsikiza vizuri. Huyu kijana Salasia. We have got strong leaders in Western. It's not lost. Na najua watatetea watu ya Western. Mimi hiyo, how far are we to almost finish? Yeah, we almost finishing. So wacha niseme namna hii nikimalizia. Kuna swala moja ya kwamba juzi ukaona ANC kafunjwa ikapo hivyo. Wow. Fort Kenya bado. What's your comment? Alafu number 2, is this country on the right direction? Jambo la tatu, alafu la mwisho kabisa useme ikutoke. Unafikiria nini kuhusu wananchi wa Mlembe? Sijui kwa nini Musalia ameamua kufold chama yake aende UDA, because kama angeona ile shida sisi tumepata watu ya Mlima kuwa wa UDA bila chama yetu, lakini hiyo ni shauri yake. Hatuwezi mwambia vile atafanya. Tutamwachia hiyo, that is up to him. Mambo ya prophecy ya Elijah Masinde, and this is my last word to the people of Mlembe, ile ameniambia niseme nitoke. Yeye alitoa prophecy ya kwamba uongozi wa Western utatoka kwa Ziwa. Haijafanyika mpaka wa leo. Na kijana wa Malo alifuata hiyo, akatembea na Jaramogi, haikupatikana. Nafikiri kwa umaarifa wake na uongozi wake akaona abadilishe, akaenda kwa Mlima, akatafuta Mwai Kibaki, akapata. Isipokuwa kwa bahati mbaya akaaga dunia. Mwai Kibaki alikuwa muungwana sana. Alipokufa akachukua Moody Award, kwa sababu hiyo sisi ni waungwana watu ya Mlima.
tukiagana kitu tunafanya. 207 mkawacha hiyo barabara, kijana wa Malwa, mkarudi kwa mambo ya Elijah Masinde kufuata ziwa. Mumekosa miaka hiyo yote. Nimeambiwa kuna msemo ya Waluya ya kwamba nyati akifuka mto afaulu apite vizuri, mtoto wake upitia hapo. Katika safari yenu, kwetu inaitwa Rogendo, kwetu inaitwa Loketo, ufikirie. Kwetu tunasemanga tunarudisha Ruemo Karo, tunarudisha mto pahali ilipitia. Hata mto ikipita wapi lazima inarudi pahali ilipitia. The river follows its course. Mimi kuona kwangu, siku mliangalia mlima mlifaulu. Mimi nauliza jamii ya Mulembe, muangalie mlima wakati huu. Mtu yote amekuja mlima amepata. Nyinyi kupitia Wamalwa wa kijana siku mlipata, mliangalia mlima mlipata. Na nyinyi ni wengi. Na nyinyi mko na mlima yenu pale inaitwa Elgon. Na sisi tuko na yetu. Yenu kwanza ni number 2. Sisi kwa population we are number 1, you are number 2. Kwa mlima yetu number 1, yenu number 2. Hii milima miwili ikishikana, tutapata ushindi kubwa sana. Round 1. Sitaki kusema huyu Elijah Masinde alikosea, lakini hata ukipanda maharagwe mwaka huu ukose, upande mwaka ujao ukose, upande mwaka ingine ukose, si unabadilisha unaweka maharagwe tena. Kwa hii safari kijana wa Malwa alipanga, akakuja kwa mlima, akapata, akakuwa vice president wa Kenya. Kwa hivyo mimi nataka kuambia nyinyi, mimi si mtabiri kama Elijah Masinde lakini kwa uwerevu wangu na ujinga wangu, uongozi wa Mulembe utatoka kwa mlima. Kwa hivyo naalika nyinyi watu ya Mulembe Nation, sisi mila zetu zinafanana, sisi ni Bantu, hata lugha yetu tunaelewana by the way, hata desturi, mila, circumcision, nini, mambo yetu mingi inafanana. We are like minded. Na sisi tulionesha kwamba sisi ni wangwana. Siku Mwai Kibaki alipatia Wamalwa, alipoaga dunia akapatia Mudi Awori, which means sisi ni watu ya kuaminika. Hata ukiona vile tulisaidia Rais William Ruto, tulikuwa tumemwahidi kama jamii. Uhuru aliporuka, tukakataa kufuata Uhuru, tukaamua tutimize ahadi kwa sababu sisi ni wangwana. Kwa hivyo katika Jamhuri ya Kenya kama kuna watu wangwana ni sisi. Na ndio uliona Rais William Ruto amekuja pale kuniharibia jina kwa sababu anaona tukishikana tutafaulu. Huyu mtu ni mkabila, siku nilimsaidia hakusema mimi ni mkabila. Sana anaona mimi nataka kusaidiana na watu ya Mulembe, anasema mimi ni mkabila. Msikubali hiyo. Hiyo ni uchochezi na porojo na uongo. Mimi naambia nyinyi muungane. Na mko na bahati, mko na viongozi wanaweza kuunganisha nyinyi. Eugene Wamalwa ako pale, Malala ako pale, Natembeya yako pale. Muungane, mkuje tuketi na watu ya mlima.
for now a good friend that tunaona tukishikana tutafaulu ni watu ya Mlembe Nation. So nyinyi muende muunganisha watu wenu, but in the process muitishe haki yenu ile mliahidiwa. Msikae tu ati mnangoja sisi. In the meantime, hii 2 years muitishe haki yenu, then tuungane, tuunde serikali pamoja. We develop Western Kenya, we develop the rest of the country, and we get the dignity of the Mlembe Nation to be restored. Na muheshimike, msikuja watu tu ya kuangaliwa tu ya kutumika vibaya. Sisi kama Mlima tumetumiwa vibaya, and we are very unhappy about it, and we are going to correct the situation. Nobody again will misuse us. Tumekuwa misused vibaya sana, tumetumika vibaya sana, and our people are very bitter, but we will correct the situation so that nobody can misuse us. Na nyinyi nataka mtafute heshima yenu, na heshima yenu ni kuungana, kuja kwa meza, kutafuta marafiki, tutembee pamoja. Mheshimiwa, labda for the sake of national unity and reconciliation, what would you say? Let all Kenyans be united, and being united is not singing praise worship to President William Ruto. Najua yeye anasema watu wote wakisema ni yeye ndio Kenya is united, and that is not true. To be united is that we have no fight with Mlembe Nation. So hatuna ugomvi na nyinyi, hatuna ugomvi na watu ya Jaluo, ya Luo Nation. We are not fighting. Watu wafanye biashara, watu waoane, watu wazaane, kila mtu atembee anywhere in Kenya. That is the Kenya that we want. Kidogo mheshimiwa, ulisema utafunga Mlima kabisa mpaka hata timu zingine watakosa agents, watakosa watu wa kusimamia kura. No, sikusema ule, nilisema ni rais, nisema yeye, unajua alikuwa pale. Okay. Yeye tumefungia yeye because amekuwa dishonest, ametutumia vibaya, na kwanza ile kitu imekasirisha watu ya Mlima sana. Ni siku ameenda ametafuta hii kijana ya Webuye anaitwa Dan Wanyama. Amemwambia ati atangaze ati wataunganisha jamii zote kutenga watu ya Mlima. Hiyo si mheshimiwa Dan alisema, ni mheshimiwa rais. Ni yeye anamwambia. Si unajua hii rais tunamjua. Dan ana msemo, wanaambia wabunge sema hii. Anasema hiyo ni maongeo ya rais. Unajua sisi tunamjua. Yeye anajaribu kupanga other communities against the mountain. Hiyo kitu imekasirisha watu ya Mlima sana. Sana. Because we supported him when he needed us. It cannot be because we have a problem with him now. Anajaribu kuunganisha makabila zingine against us. The way alifanya 207 kwa sababu ni yeye alifanya 40 versus 1. We cannot allow him. Na sisi tuko na marafiki wengi sana. Hiyo kitu tulikuwa tumekasirika na yeye, lakini imetukasirisha zaidi. To try to unite the rest of the country against us when we made him president. Sisi ndio tulimpatia presidency. That is the truth. He can pretend that we did not, but that is the truth. Tulimpatia the presidency on a silver platter. Amefika pale, ametugeuka, ametuumiza, ametuhangaisha, and then anajaribu kuunganisha wa Kenya against us. Hiyo hatutaki hiyo maneno. And I know the people of Western cannot agree. Hiyo maneno ya Wanyama, it has nothing. Hata Eugene Wamalwa alisema hiyo maneno ya Wanyama is not the feeling of the Western people. Hiyo ni maneno ya Wanyama, na nikuambiwa ameambiwa na rais. So niseme yeye, that is why watu ya Mlima wanasema hata hiji nikupata ni shida, because kama yeye anaenda kuunganisha wa Kenya against us, it means ako na ubaya sana na sisi. Na sisi tulikuwa wangwana, tumempatia kura, amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Amefika pale ametugeuka, akitafuta marafiki wapya anawaunganisha against us. Na sisi tunasema no. Sisi we have many friends, and because our record ni mzuri ya kwamba sisi ni wangwana, ndio unaona marafiki wengi wanafanya kazi na sisi. Kwa hivyo sisi hatuwezi ingia kwa hiyo mtego ati tutengwe ati Kenyans wengine against us. No. So mheshimiwa, in short, that is our way of politics. Unasema tu sema hii na wewe unasema, because what is the worst that can happen usiposema vile umeambiwa useme? Unajua sasa mimi hiyo ndio nilikataa. Mimi nikiambiwa sema mimi nilikataa. I'm a very principled person. Mimi ni mtu ambaye niko na msimamo. I say what is in my mind. Alright. Tunashukuru kwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua kuchukua nafasi kuzungumza na Mlembe Nation kupitia radio zetu Mlembe FM, Sulu FM na Vuka FM. Natumai wakati mwingine pia tukikuhitaji utafika ili tuangazie mengi zaidi. Wasikilizaji wetu tunasema asante sana.